Neon Hearts, sehemu ya 5. Zahara aliamka tofauti. Hakukuwa na haraka. Hakukuwa na machozi. Kulikuwa na ukimya ule wa hatari. Ukimya wa mtu aliyekubali kwamba kitu ndani yake kimekufa. Alioga polepole, akatoka bila makeup. Akavaa nguo rahisi, sio za kuvutia macho, bali za kulinda. Akiangalia kioo, hakutafuta uzuri tena. Alitafuta nguvu. Usinionee huruma, alijiambia. Nione kama adui. Alipoingia chuoni, watu walitarajia kumwona yule msichana aliporomoka. Badala yake, walimwona Zahara aliyetulivu, mwenye macho yasiyoomba msamaha. Aisha alijaribu kumsogelea. Zahara. Zahara alisimama, akamwangalia moja kwa moja. Usijaribu kuniponya, alisema kwa sauti ya chini lakini nzito. Nilichohitaji ulikiacha nilipoanguka. Aisha alibaki amesimama, macho yamejaa majuto. Urafiki wao ulikuwa umegeuka kivuli. Haukuwa umekufa kabisa, lakini haukuwa hai tena. Baada ya kipindi, Profesa J alimuita ofisini. Mlango ulipofungwa, kulikuwa na hewa ya maswali yasiyosemwa. Zahara, alisema, nataka ujue, ninakuona. Zahara alitabasamu kidogo. Wote wanasema hivyo sasa, alijibu. Hapana, alisema kwa sauti nzito. Wengi wanaona kashafa. Mimi ninaona msichana anayesukumwa mahali hataki. Unahitaji msaada, aliongeza. Zahara alimsogelea hatua moja. Au unahitaji mtu asinitumie, alisema. Macho yao yakakutana. Kwa sekundi chache, mstari wa maadili ulianza kufifia. Profesa J aligeuza macho yake kwanza. Hii ni hatari na siwezi kukuvusha hapa. Zahara alitoka ofisini akiwa na tabasamu la uchungu. Hata watu wazuri wanaogopa kuchafua mikono yao. Usiku ulipofika, Zahara alimkuta Malik ufukweni. Hakukuwa na muziki, kulikuwa na sauti ya mawimbi tu. Unaonekana kama mtu aliyefanya uamuzi, Malik alisema. Nimefanya, lakini sijui kama ni sahihi. Malik alikaa karibu naye. Usijaribu kuwa safi sana mjini, alisema. Itakuvunja. Na nikichafuka? Zahara aliuliza. Malik alimtazama. Basi hakikisha ni kwa sababu yako, sio kwa sababu ya wao. Maneno hayo yalikaa moyoni mwa Zahara. Zahara alirudi Neon Club, lakini safari hii hakurudi kama mhanga. Aliingia akiwa amevaa nguo nyeupe, nyepesi, lakini yenye mamlaka. Macho yake hayakuwa tena yanatafuta approval. Wanaume walimtazama kwa hatadhari. Walijua kuna kitu kimebadilika. Meneja alimkaribia. Kuna watu wanakuulizia, alisema. Nawaambia nini? Zahara aliuliza. Mwambie Zahara hayupo, akasema. Yuko mtu mwingine sasa. Usiku huo, Zahara alipokea ujumbe mwingine. Lakini safari hii ulikuwa mwaliko, si tishio. Umeonyesha una uwezo. Tunakuhitaji upande wetu. Location, penthouse, city view. Zahara alitazama ujumbe huo muda mrefu. Huu haukuwa mtego wa kawaida. Hii ilikuwa ngazi. Swali halikuwa tena, ataanguka. Swali lilikuwa, atapanda kwa bei gani? Zahara alichukua begi lake, akavaa lipstick kidogo. Sio ya kuvutia macho, bali ya kuonyesha mamlaka. Kama mji ni mchezo, basi nitajifunza sheria zake. Mlango ukafungwa nyuma yake. Mwisho katika sehemu ya 5. Sehemu inayofuata, penthouse. Watu wakubwa, maamuzi
hayana kurudi nyuma.